Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Mvua nyepesi ilinyesha taratibu, ikigonga paa la nyumba ya udongo kwa sauti ya huzuni isiyozoeleka. Amani alikaa pembeni ya kitanda chake, macho yake yakitazama ukuta usio na uhai, lakini akili yake ikiwa mbali sana, mahali palipojaa ndoto zilizovunjika. Amani hakuzaliwa maskini, bali maisha ndio yaligeuka kuwa maskini kwake. Alikumbuka siku babake alipomwambia, maisha hayampi mtu kila kitu, lakini humpa kila mtu nafasi. Maneno hayo yalikuwa kama taa gizani, lakini kadri miaka ilivyopita, taa hiyo ilianza kufifia. Alimaliza shule kwa shida, akajaribu kazi nyingi ndogo ndogo, lakini kila alipojaribu kusimama, maisha yalimsukuma chini tena. Siku moja akiwa amechoka na kukata tamaa, aliamua kwenda ufukweni. Bahari ilikuwa tulivu, kama kwamba inamwambia tuliza moyo. Alikaa pale kwa muda mrefu akitazama mawimbi yakijaa na kuondoka. Hakuna linalobaki, lakini hakuna linalokata tamaa kurudi. Ndipo wazo lilimjia. Kwa nini mimi nikate tamaa wakati hata mawimbi hayachoki kurudi? Alijiuliza hivyo. Kuanzia siku hiyo Amani alibadilika. Hakubadilisha hali yake mara moja, hapana. Lakini alibadilisha mtazamo wake. Alianza kujifunza ujuzi mdogo mdogo, uchoraji, ufundi wa mikono, hata kuuza vitu vidogo sokoni. Watu walimcheka mwanzoni, wakisema anahangaika bure, lakini yeye hakujali tena. Miaka 2 baadaye, Amani hakuwa yule mtu aliyekata tamaa tena. Alikuwa na duka dogo la kazi za mikono, na kazi zake zilianza kupendwa. Sio kwamba maisha yalikuwa rahisi, hapana. Bado yalikuwa na changamoto, lakini tofauti ilikuwa ni moja tu. Safari yake sasa ilikuwa na maana. Siku moja alipokuwa amekaa mbele ya duka lake akitazama wateja, alitabasamu kimya kimya. Si kwa sababu alikuwa amefanikiwa sana, bali kwa sababu hakukata tamaa alipokuwa na sababu zake zote za kufanya hivyo. Na hapo ndipo alipogundua ukweli mkubwa zaidi. Ndoto hazifi pale unaposhindwa, zinakufa pale unapokata tamaa. Asante kwa kunisikiliza.